عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد kumshukuru Allah na kuzitaka rehema zimwendee kipenzi wa umma Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama hutuba itakayozungumziwa siku hii ya Aljumaa, tutazungumzia kunako husnul islami, uzuri wa mtu Muislamu. Hadithi imepokelewa na Abi Huraira. Abi Huraira ndio amepokea hadithi hii ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kabla ya kuingia katika hadithi, tumwelezee Abi Huraira ni nani. Anasema, hal fi ummati al-islami ahadun la ya'rifu Aba Huraira? Hivi katika umma wa Kiislamu kuna mtu kweli amjui Abi Huraira? Basi ukiwa umjui Abi Huraira, basi inabidi umsome Abi Huraira ni nani. Na sidhani kama kuna mtu ambaye amjui Abi Huraira. لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد الشمس. Watu walikuwa wakimuita fil jahiliya, katika zama za kijinga, katika zama ambazo ujinga umetawala. Hawamjui Mungu nani, ana nafasi gani, hawamjui. Watu walikuwa wakimuita Abda Shams. Falamma sasa ilikuwa naongea falamma akramahu Allahu bil islami, Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala alipo mkirimia Uislamu, alipomuongoza kuingia katika Uislamu, washarafahu biliqa'i nabii sallallahu alayhi wasallama, washarafahu na Allah akamsharafisha
akampa sharafu ya kukutana na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipokutana na mtume sallallahu alayhi wasallam, qala lahu, mtume sallallahu alayhi wasallam alimwambia, masmuka, wewe unaitwa nani? Faqala, akasema, Abdu Shams, mimi naitwa Abdu Shams. Faqala alayhi salatu, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, bal Abdurrahmani, bali wewe unaitwa Abdurrahmani na sio Abdu Shams. Faqala, akasema, naam, ndio Abdurrahmani ya Rasulullah, nimelikubali jina la Abdurrahmani. Amma takniyatuhu bi Abi Huraira, kwa nini aliitwa Abi Huraira? Utaona mtume sallallahu alayhi wasallama kambadilishia jina, anaitwa Abdurrahmani badala ya Abdu Shamsi. Mtume akamwambia, wewe unaitwa Abdurrahman. Lakini tena vipi akaitwa Abi Huraira? Mpaka leo tukisomeana hadithi tunasema an Abi Hurairata, kutoka kwa Abi Huraira, badala tuseme jina alomuita mtume sallallahu alayhi wasallam an Abdurrahmani, badala tuseme hivyo tunasema Abi Huraira. Kwa nini? Fasababuha, sababu ya kuitwa Abi Huraira, annahu kanat lahu fi tufulatihi hirratun saghiratun yal'abu biha, udogoni mwake huyu mwamba yeye alikuwa hirratun saghiratun, ana paka mdogo, yal'abu biha, anacheza naye yule paka. Faja'ala lidatuhu yunadunahu Aba Huraira, wale alokuwa nao tokea udogo wakawa namuita Abi Huraira, yani baba wa paka. Tena paka lenyewe jike, maana ikiwa hirratun inakuwa ni paka dume, ikiwa ni Huraira inakuwa paka jike. Kwa akawa anamuita Abi Huraira. Washa'a dhalika wadha'a, jina hilo likaenea mitaa yote, likatangaa jina hilo mitaa yote na mji wote. Ukimtafuta kwa jina lingine humpati. Jina la mtumi likasaulika tena, badala ya Abdurrahman kawa Abi Huraira. Kenda namtafuta Abdurrahman, Abdurrahman ndo nani? Ukisema Abi Huraira tu unampata. Na wengine sisi tuna majina yale ya mitaani. Tuna mijina ya mitaani ambayo haieleweki, lakini mtu kalikubali jina baya kweli kweli. Lakini ukimtafuta kwenye kazi zake, ukienda garage ukimtafuta eti namtafuta Khamisu, Khamis nani? Lakini ukimtafuta kwa jina lile lenyewe ambao kaitwa pale ndo unampata. Huyu jamaa huyu hapa itwagi Khamisi, hatumjui hilo jina hilo. Si tunamjua kwa jina hili. Kwa kila mmoja humu ana jina lake la mtaani huko aloitwa au kazini kwake huko. Majina mabovu lakini watu wameyakubali. Rahimallahu Aba Huraira, Mwenyezi Mungu amuhurumie Aba Huraira kwa kweli, rahmatan wasi'a, tena amuhurumie rehma huruma iliyopana. Faqad hafidha lilmuslimina
alituhifadhia sisi waislamu ma yazidu ala 1609 min ahadithi rasulillah. Alituhifadhia hadithi zinazozidia 1609 1609 alituhifadhia bwana huyu aitwaye Abdurrahman au kwa jina linalozoeleka Abi Huraira. Sahaba huyu amehifadhi hadithi nyingi kweli kuliko maswahaba wengine. Leo kuna lile dhehebu linaloitwa Shia. Mashia hawamkubali hata kidogo Abu Huraira, hawamkubali. Wanasema haiwezekani Abu Huraira akaihifadhi hadithi kuliko maswahaba wote, ni muongo. Mashia wanasema hivyo. Sisi hadithi hizi tunazikubali, wao ndio waongo. Wakasema Mashia ya kwamba muangalia Aliyu yuko Bennett na Mtume, tena ni katika ahlu, ni katika watu wa nyumbani kwa Mtume. Kwa nini asihifadhi hadithi nyingi eti Abu Huraira kutoka sijui mji gani huko, nchi gani mbali, aje hifadhi hadithi? Wewe sikiliza, hujaelewa vizuri we Mshia. Mungu ana hekima zake kumfanya Abu Huraira ahifadhi hadithi zote kuliko masahaba wote. Wewe hujawahi kuona na mpaka sasa hivi huoni shekhe ana elimu kubwa, kazaa watoto. Wale watoto si tutadhania kwamba watakuja kufanyeje, kuchukua elimu ya yule nani, shekhe wao, baba yao, kwa sababu wanakaa naye, wanaamka naye. Lakini anakuja kuchukua ile elimu mtu wa mbali. Kwa nini asichukue huyu, kaja kuchukua yule? Hasa haiwezekani tu akawa Aliyu, haiwezekani tu akawa Aisha. Mungu anataka ukuoneshe hekima zake kwamba mtu wa mbali anaweza kuwa na elimu hata kuwazidi watu wengine ambao wako karibu na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kahifadhi hadithi nyingi kuliko masahaba wote unaowajua, Abu Bakari, Umari, sikina nani, wote kawazidi. Yeye ndo sahaba tu mwenye hadithi nyingi, na hadithi zake zote ni sahihi. Zimepokelewa na Bukhari na Muslim. Hadithi iliyopokelewa na Bukhari na Muslim ni sahihi, hiyo ni sahihi. Mashia wanatumia hadithi sio sahihi. Hilo ndio ukweli. Mashia wanatumia hadithi sio sahihi hata kidogo. Utakuta ni dhaifu, sijui tutoke huko. Tukimsoma tu Abi Huraira kidogo, tuingie katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, min husni islami almar'i, uzuri wa mtu muislamu, ili uislamu wake uonekane ni safi
Uislamu wa kiucha Mungu, tarkuhu mala yaanihi, ni kuacha vitu vya kipuuzi. Muislamu kama Muislamu ambaye anamtambua Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala, ambaye anajitambua, ni kuacha vitu visivyo kusaidia. Mala yaanihi ni vitu gani ambavyo havikusaidii wewe, havina hoja yoyote kwa Mwenyezi Mungu, havina msaada wowote kwa Mwenyezi Mungu. Ni kama vile leo janga hili ambalo tunalo, janga la mpira. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaanihi. Ili Uislamu wako utengeneze uwe safi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuacha maradhi ya moyo ambayo tunayo katika nyoyo zetu, na maradhi hayo ni mpira. Katika vitu ambavyo vikusaidii wewe ni mpira. Pamoja ni janga ambalo limewachukua waumini wa Kiislamu sana, tena kwa kiasi kikubwa, sio kidogo, kwa kiasi kikubwa. Waislamu wanapenda sana mpira, na mashekhe wanapenda sana mpira, na pamoja wamesoma, lakini wanapenda sana mpira. Tukiwa kwenye dua, wapo mashekhe wako radhi ile dua iende fasta ili kuwahi mpira. Sasa mpira na dua vinahusiana nini? Si ambaye anataka kwenda mpilani si aende, sisi tubaki kwenye dua. Ambaye anataka nenda, tuaishe, inapigwa chapu chapu, ile chapu chapu. Kama ni wasila tushafi itapigwa chapu chapu, itapigwa chapu chapu, sura sura. Waarabu wanasema sura sura, chapu chapu. Afu anakuambia leo kuna watu fulani wana jambo lao, kwa tuwaishi, watachukia. Watachukia kwa Mwenyezi Mungu, yeye achukii. Fa inna man ishtaghala bima la yaanihi, atakayejishughulisha na vitu ambavyo havimsaidii, fatahu ma yaanihi, atapitwa na kile ambacho yeye anaona akimsaidii. Tunasoma wasila tushafi, tunataka tuwai, tunaipiga chap chap. Mungu, Mtume anasema innamal a'malu binniyati, Mungu anaangalia nia. Nia yenu nyie ni kuwai kule basi, na Mwenyezi Mungu anawanyima. Nyie mnaona hicho akina msaada ni ule, basi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawanyima rehema zake. Min husni islami almar'i tarkuhu ma la yaanihi. Ili Uislamu wetu uonekane ni safi, uonekane ni bora,
ni mzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tuache vitu ambavyo havitusaidii. Qala Allah Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsanu. Mimi nimeichukua hii aya, ila kuna aya nyingi, mimi ndo nimeona inapendeza na inafaa hapa. Sasa atakayekuja kusherehesha basi atachukua aya ambayo inaendana na hapa. Mtume sallallahu alaihi wasallama anaambiwa na Mwenyezi Mungu, wa kulli ibadi, waambie waja wangu, yaqulu allati hiya ahsanu, wachukue yale ambayo ni mazuri. Pamoja nimeitafsiri tafsiri ambayo haipo hapa, lakini inafaa. Tafsiri inafaa. Maana kwa tafsiri ya kawaida unasema yaqulu allati hiya ahsanu, kwamba waseme yale ambayo, kwa sababu yaqulu, waseme yale ambayo ni mazuri. Yote inafaa tu, useme yale ambayo ni mazuri, uchukue yale ambayo ni mazuri. Na ya kuchukua yale ambayo ni mazuri ni yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake wanayaridhia, hayo ambayo utayachukua au utayasema. Inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shaytani huingilia kati ya wale ambayo wameyatengeneza mambo yao mazuri, au wakawa wakisema mambo mazuri, shaytani huingilia kati ili kuvunja yale. Na ndio maana utaona shaytani huingilia kati sisi tusichukue yale mazuri. Ndio maana utaona tumeletewa vitu ambavyo havina msaada na sisi, kalkura, kama vile mpira, kama vile beti, unaona mambo ya kipuzi ambayo hayana msaada na sisi. Inna shaytana kana lilinsani aduwwan mubina, hakika shaytani kwa mwanadamu ni adui mkubwa sana, ni adui mkubwa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie alosemwa yenye kuingia katika akili zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah